Maisha yangu kwa sasa yanaenda ndivyo sivyo. Yote haya ni baada ya kuwa nimesimamishwa kazi. Nimekuwa mtu wa kutoka saa 12 na kurudi saa 2 saa 4. Kwa tu nilikuwa nimechoka na sijapata chochote pa kuishi. Penyewe nimepewa tu hifadhi kwenye store ya mtu. Maisha yangu yamebadilika sana sana. Mpaka kuoga kwangu kumekuwa kwa shida, kufua kumekuwa kwa shida, kila kitu kwangu kimepata shida. Maisha shida sana sana. Nilifanya kazi wakati naomba kazi. Hakuna kazi niliyofanya ambayo nipo kwa ujuzi wangu. Yote tu ilikuwa ni ngumu maisha. Ibidi nifanye hivyo. Nimekesha nikiomba kwa Mungu anitengeneze njia. Haya maisha naepuke. Usiku mzima usingizi sipati. Licha uchungu uliokuwa nao, haswa nikikumbuka maisha nilikuwa nikiishi kipindi cha kazi. Mwaka 2025 niliishi maisha ambayo nafikiri kila mtu anatamani kuyaishi, natamani awe hivyo. Nilitumia ile neno la kusema kwamba maisha ni zawadi, acha niyafurahie. Na kweli nilifurahia maisha. Nilikuwa na kazi nzuri, sehemu ya kulala nzuri, nilikula vizuri, nilifanya kila kitu vizuri nilipokuwa na ile kazi. Na nikaamini kwamba kama riziki ni mafungu mawili, kupata ama kukosa, basi mimi fungu la kukosa kwangu halipo tena. Na kama riziki ni mafungu 7, basi mimi nimefika top ambapo ni fungu la 7. Maana yake sikutaraji kama nitakuja kurudi nyuma kimaisha. Niliamini nilipo ndo hapo. Kadri siku zilivyozidi kwenda, kupitia ile kazi niliyokuwa nayo, ilitokea ajali kazini. Nikasimamishwa kwa uzembe. Lakini ambacho kinaniumiza ni kumbukumbu ambazo nilikuwa naishi yale maisha. Kumbukumbu ambazo zinanitesa mpaka leo. Hasa nikikumbuka nyakati tofauti nilizozipitia nikiwa kwenye yale maisha, yani nilikuwa na kazi. Nikiamka asubuhi naenda natoka na wale usafiri licha ya ugumu wote niliokuwa nikipitia, sikumwacha Mungu wangu. Niliamini siku moja atafungua njia, nitainuka tena, nitasimama tena. Niliamini hivyo. Asubuhi moja nilipodamka, wakati najiandaa kwenda kwenye mihangaiko yangu, nilipokea simu. Nikajaribu kukumbuka, nikagundua kwamba ile simu ni ya bosi mmoja hapo mjini mwenye kaoshi. Nilimuomba kazi, akasema acha namba nitakupigia. Halo? Ndo nikaamua kumsikiliza. Mheshimiwa za asubuhi. Ndio. Oscar, ndio. Leo. Haina shida tajiri. Basi haina shida. Hapana, haina haja. Ndio. Nashukuru sana. Nashukuru. Ndio, nashukuru bosi. Ondoa shaka. Kitu kiko sawa.
Hapana, nakuja. Ndio, sasa hivi nafikiri saa 12 sasa hivi. Kufika saa 1 nitakuwa shafika. Ndio. Ubarikiwe boss, ubarikiwe. Ndio. Asante, nashukuru. Nafika kwa muda sio mrefu asante. Simu moja ilibadilisha kila kitu katika maisha. Baada ya barua moja kubadilisha vivyo kila kitu katika maisha. Sikukata tamaa, niliendelea kupambana kivyovyote. Nilikunywa maji nikalala, nilikosa usingizi nikakaa mpaka kucha nikatoka. Sikuchoka mpaka sasa. Nimepata tayari simu ya kuita kazi. Hakika ile simu ilibadilisha kila kitu katika maisha yangu wakati ule, na kuamini kwamba upo mwanga unaweza kuwa katikati ya giza, ambapo unakuwa wewe cha msingi kukata tamaa. Furaha